mpaka tukuingia jioni hii kipindi cha mwisho. Tuombe utakase mitambo, shikilia nguvu ya umeme. Unaponena na watoto wako kunitumia, utakase midomo yangu. Penyesha sauti na watu wako waweze kuelewa, wasikie, na hata unapotuandaa kuja kwako mara ya pili, ujumbe wa kipekee, unabii ambao ni taa inamulika mahali penye giza, mpaka kupambazuke na nyota ya asubuhi izuke mioyoni mwetu. Tubariki watoto, vijana na watu wazima, kwa maana tumeomba haya kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Amen. Asante. Somo letu linasema siri ya omega. Haleluya. Siri ya nini? Tunapoangalia mbele yetu, tunaangalia kitu inaitwa aje? Nani anajua ile kitu inaitwa aje? Haya, inaitwa rocket. Haleluya. Very good. Hii ni rocket. Yaani dunia tumefika, imeweza kuendelea sana, imepiga hatua katika mambo ya kiteknolojia. Hii ni muundo ambao ni kitu imetengenezwa inaitwa roketi, ambayo inaenda kwenye sayari zingine na kuleta habari. Pia mwanadamu ameweza kutengeneza vitu vingine kama masimu, kompyuta. Hizi ni simu ambazo siku hizi hauhitaji kufika Marekani. Utakuwa hapa, naweka shilingi 10, naweka bundles, ninanena na mtu aliye Marekani moja kwa moja. Na hii ni ya kutengeneza makaratasi, hii ni ya kuoshea nguo. Yaani mwanadamu ametengeneza mashine na vitu vingine vingi vya kufanya maisha iweze kuwa rahisi. Ni kweli? Lakini hata hivyo, katika hali hiyo tena ndio wakati mbaya sana hivi kwamba mwanadamu ameweza kuingia katika uraibu mbaya sana. Ametekwa katika uraibu mbaya sana. Sasa swali linakuja, bila mwanadamu ametekwa katika uraibu kama huu, yaani kwa mivuto ya mazoea mabaya, je, anawezaje kujiokoa katika mambo ya ulevi, katika mambo ya uvutaji wa sigara, katika mambo ya madawa ya kulevya? Je, ajikomboaje? Kwa maana yeye mwenyewe ameshindwa kujitoa. Swali linakuja, je, ni nani anayeweza kutupa nguvu na uwezo katika maisha? Jibu ni moja tu, atakayetusaidia ni nani? Yesu Kristo. Ndio maana Yohana Injili 1:12 nasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiro jina lake. Kwa hivyo mwenye peke yake atatupa uwezo wa kushinda mambo haya ni nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana tujue kwamba ndivyo. Kwa hivyo wote, pointi kubwa ni kwamba wangapi? Wote waliofanya nini? Waliompokea ndio walipata nini? Uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na pia walioamini jina lake. Kwa hivyo swali ni je, ungependa kuwa na uwezo huo katika maisha yako? Je, ungependa kuwa na nguvu hiyo katika maisha yako? Je, utaipokea nguvu hiyo? Mpokee Yesu leo. Kwa hivyo ni kuonyesha wazi, nyakati tunaishi, hatuhitaji nguvu ya umeme zaidi, sio simu tunahitaji zaidi, sio teknolojia zaidi, bali ni Yesu. Na mwingine anauliza swali, je, wewe unamaanisha nini? Kwani Yesu hakuna uwezo gani? Ana uwezo wa kutusaidia. Naam, wacha Yesu mwenyewe aseme. Mathayo 28:18 nasema hivi, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Kwa hivyo Yesu ana mamlaka ngapi? Yote. Yaani mamlaka yasiyo na kipimo. Yaani kama ni ile lugha nyingine, yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa uwezo. Ndio maana Ufunuo 21:6 inasema hivi, kaniambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Kwa hivyo Yesu anakuuliza jioni ya leo, je, una kiu jioni ya leo? Je, una kiu? Kama unayo na ni kiu ya kiroho, anakualika ukuje kwake ili amalize hiyo kiu yako. Haleluya. Yeye ni Alfa na Omega. Kwa hivyo njoo kwa Yesu. Yesu ndiye atakupa uwezo. Na jinsi gani? Kwanza umpokee, ndipo atakupa uwezo wa kushinda majaribu, wa kushinda uraibu, wa kushinda
changamoto yoyote. Haleluya. Na nataka nikukumbushe kwamba historia yote ya dunia imemuhusu Yesu Kristo. Ndio maana kila mmoja hata dunia hii wanaamini kwamba kweli katika historia Yesu alikuwa. Hilo ni jambo lililo wazi, lisilofichika. Lakini kuna watu ambao pia wanaamini Yesu kwamba alikuwa mwalimu tu. Wengine wanasema alikuwa mwanafilosofia, wengine ni nabii tu. Lakini ikiwa kwako kama mtu binafsi unayenisikiliza, kama unaamini Yesu alikuwa mwalimu tu, basi hawezi kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu na uwezi saidika. Na kama unamwamini alikuwa mwanafilosofia tu, baada hawezi kusaidia. Mbona? Mwanafilosofia atakupa neno ama idea, lakini haiwezi kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Mwalimu anaweza kufundisha hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, lakini hawezi kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu ama kwa mtoto wa Mungu ama kufanya. Lakini je, ni vipi tufanyaje? Kwa mfano, ukiona huyo anavuta sigara. Kuna watu wamevuta sigara, imeharibu mapafu. Yaani anaona ameumia na anataka kuacha, lakini nguvu ya kuacha hakuna. Si ni kweli? Anaona kweli pombe imeharibu wakati wangu na afya, nimeharibu rasilimali, lakini kutaka kuacha hana uwezo. Kwa hivyo ndio maana ikiwa Yesu kwako ni mwalimu, hautatoboa. Ikiwa ni nabii tu, hautatoboa. Lakini naomba ujue hivi, hawa wote anataka kutoa, ana uwezo wa kutoka huko. Je, ni nani atatusaidia? Yesu ndiye atatusaidia. Na ni vipi? Maandiko yanasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa nani? Swali jingine linakuja, je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Mtu akikuuliza swali, je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Na mbona kuna Wakristo wengi siku hizi ambao wanaishi maisha hayana uwezo? Yaani wanadai Ukristo kwa midomo yao, lakini wanavyoishi hakuna Kristo ndani yao. Yaani wako kanisani lakini uganga wako huko. Wako kanisani lakini uzinifu wako huko. Wako kanisani na mambo mengine yamewateka. Ndivyo kuonyesha kwamba hata Wakristo wenyewe wanahitaji nani? Yesu Kristo, na wanahitaji uwezo wake. Ndio maana mwingine anauliza swali, je, Yesu una uwezo huo kweli wa kubadilisha maisha yangu? Kuna wengine wanauliza, lakini ukweli mhubiri, unaweza sema kweli kwamba Yesu ana uwezo wa kunisaidia kutoka katika uraibu wangu? Naam, waje tuone Yesu mwenyewe alivyosema kujihusu. Number 1, Yesu mwenyewe alisema yeye ni Mungu. Haleluya. Kwa maana alisema mimi na Baba ni umoja. Yaani hilo jina lenyewe linamaanisha we are one and equal. Haleluya. Kwa hivyo Yesu ni Mungu. Namba 2, alisema kabla uumbaji alikuwa. Tena akasema yeye ni Masihi. Tena akasema ana uwezo. Tena akasema ana ujuzi wa kujua mambo yajayo. Tena akasema ana uwezo wa kusamehe dhambi. Tena akasema ana uwezo wa kujua mawazo ya wanadamu. Hiyo ni Yohana 2:25, Mathayo, Yohana, wale mko hapa mnaona na mnaweza kuandika. Kwa hivyo ni wazi kwamba watu wa Mungu katika mambo haya yote ni kwamba ndivyo ilivyo vile Yesu alivyosema. Tena Yesu hakumalizia hapa, akasema yeye ni nini? Njia na kweli. Yohana Injili 14:6. Yeye ni ufufuo na uzima. Yohana 11:25. Yeye ni mlango. Yohana Injili 10:7. Yeye ni mkate wa uzima. Yohana Injili 6:51. Mzabibu wa kweli. Yohana 15:1. Nuru ya ulimwengu. Yohana 8:12. Hana dhambi ndani yake. Yohana 8:46. Naomba nikukumbushe kwamba haya ni machache tu nimeweka, yaani kwa kukupa habari na kukupa mwelekeo na ushahidi wa kutosha kwamba aidha Yesu huyo yeye ni vile alivyojidai mwenyewe, ama ni mkora na ni mwongo mkali aliwahi kuishi duniani. Swali ni je, tuingie katika maandiko na tuangalie katika historia. Je, alivyojidai ndivyo alikuwa ama alikuwa mwongo?
katika Biblia Yesu kuna habari zake zimetolewa, historia yake, maisha yake, na tuambiane ni kwamba Yesu ndiye peke yake, muhusika peke yake ambaye alitoa habari zake kabla azaliwe kama mwanadamu. Haleluya! Zikaandikwa kabla aje na zote zikatimilika. Kumbuka tunazungumzia unabii kuhusu historia na habari za nani? Yesu Kristo. Haleluya! Kwa mfano, habari kuhusu kuzaliwa kwake, alivyotembea, kuzaliwa kwake, vile pia angekuwa dedicated kwa kanisani, na pia vile angekufa. Ndio maana anasema hivi katika Yohana 5:39, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Haleluya! Kumbe kwa kuchunguza maandiko tunapata uzima, na pia katika maandiko yanamshuhudia nani? Yesu Kristo. So swali tena, Yesu anapozungumzia mambo haya maandiko anayozungumzia ni yapi? Kwa maana anapoongea wakati huu Agano Jipya haijaandikwa. Haleluya! Ni maandiko gani anazungumzia? Agano la Kale. Na inajua hiyo ni pointi ya kipekee sana. Mbona kuna watu wamekuja wanasema wao ni Wakristo wa Agano Jipya, wakidai kwamba Agano la Kale ni Mungu mkatili, Yesu ni Agano Jipya. Uongo. Nipe maiki. Kwa hivyo tumeona kwamba Yesu anasema mwayachunguza. Kwa hivyo Yesu anakutarajia wewe uwe unachunguza nini? Maandiko. Kwa hivyo unahimizwa usome maandiko. Soma maandiko, fanya urafiki na neno la Mungu. Anasema ili upate uzima wa milele, kuwa na muda na Biblia, yachunguze maandiko, na katika kuyachunguza pia yanamshuhudia nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo ukitaka kumuelewa Yesu kwa undani zaidi, soma maandiko. Tena jambo jingine tunapozidi kuona ni kwamba Biblia iko sehemu mbili, Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa nataka nikukumbushe kwamba katika unabii huu wa leo, historia ya Yesu ni kwamba Yesu katika Agano la Kale alitabiriwa mahali angezaliwa, jinsi angezaliwa, atakaye msaliti mpaka kifo chake. Haya mambo yote yalitabiriwa. Haleluya! Na yalitimia katika maandiko. Na tunasoma katika Biblia kuna zaidi ya nabii ngapi? Unabii 300 zilizomuhusu nani? Yesu Kristo, na zote zilitimilika kwa ufasaha. Haleluya! Haleluya, watu wa Mungu. Hiyo inakuambia nini? Neno la Mungu ni neno la kuaminika. Haleluya, ni takatifu. Unapokuwa na Biblia mkononi mwake, iamini, ujue ni neno la Mungu lilo hai, lisome na ujasiri na uhakika, na pia ukiwa na ujasiri mkubwa. Haleluya, amina. Yeye ni Alfa na nani? Na Omega. Hakuna mtu duniani ambaye amewahi andikwa historia yake kabla azaliwe na iwe hivyo. Hapana. Ya Yesu peke yake ndiyo litabiriwa mapema kabla azaliwe na ikatimilika zaidi ya 300 kwa ufasaha. Haleluya. Kwa hivyo tunaweza amini neno la Mungu kabisa. Sasa tuangalie kwa mfano, alitabiriwa kwamba angezaliwa na bikira katika Isaya 7:14. Na mambo haya yakatimilika wapi? Luka 1:26 mpaka 38. Alitabiriwa kwamba angezaliwa Bethlehemu, Mika 5:2, ikatimizwa Luka 2:1 hadi 20. Pia kulitabiriwa jinsi angefanya kazi katika kitabu cha Isaya 61
mstari wa kwanza na wa pili. Hayo yakatimilika katika vitabu vine vyote vya Injili, yani Mathayo, Mariko, Luka na Yohana. Haleluya. Haya mambo Yesu aliyotabiriwa vile angefanya kazi yako wapi? Isaya 61 mstari wa kwanza tukiteremka inasemaje? Roho ya Bwana Mungu, kitabu ya Isaya 61 mstari wa kwanza. Ukikuwa upande huu, mafungu hayo mengi nimeweka hapo juu ndio taokoa wakati. Ukiwa upande huu inasema hivi, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Wekea kikoma hapo. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu amenitia nini? Mafuta. Swali ni je, ni lini Yesu alitiwa mafuta? Ni katika ubatizo wake, Matendo 10:38. Hapo ndipo Yesu alipakwa mafuta. Kupakwa mafuta sio kwenda kununua mafuta inanunuliwa kwa supermarket. Ni wakati Yesu alipokea Roho Mtakatifu, na alipokea katika ubatizo wake, Mathayo chapter 3. Haleluya. Haya, kwa hivyo sasa maandiko yamesema Roho ya Bwana ilikuwa juu ya Yesu, akapokea mafuta ili ahubiri nini? Wanyenyekevu habari njema. Naye alitendeka katika ubatizo wake. Naomba nikukumbushe hivi mpendwa, habari njema haiko katika Citizen, habari njema haiko NTV, habari njema haiko Al Jazeera, habari njema haiko BBC. Habari njema iko katika neno takatifu la nani? La Mungu. Ukiangalia Citizen ni kuona ufisadi, vile serikali imeharibika, vile watu wanauana, wasichana wenyewe wanauana, vile mnaona Kenya hivi. Kwa mfano, watu wengi kila siku, yani karibu kila siku watu wanafanya nini? Wanauawa. Unasikia fulani ameuawa, fulani amepatikana fulani. Yani hiyo ni habari njema ama ni huzuni na masikitiko na kilio? Habari njema iko katika maandiko matakatifu ya kutuandaa kuja kwa Yesu mara ya pili. Hapo ndipo utapata habari njema. Habari njema iko wapi? Katika Biblia. Isome tena maandiko kasiri kusema, mwalimu soma. Amenituma hapo Isaya 61 bado. Isaya 61 sehemu ya pili. Roho ya Bwana iko juu yangu, amenituma, amenitia mafuta kutangaza habari njema kwa maskini. Sehemu ya pili, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Asante, tuachie hapo kwanza. Amenituma kuwaponya ama kuwaganga waliovunjika moyo. Watu wa Mungu, jioni ya leo nataka nikuambie kwamba kama una habari ni kwamba kuna wengi sasa hivi roho zao zimepondeka. Kuna wengi sasa hivi mioyo yao imevunjika. Wamevunjika kwa sababu ya familia iliyovunjika. Imevunjika kwa sababu watoto wameingia katika utumiaji wa madawa ya kulevya. Umevunjika kwa sababu mzee ametoka nje ya ndoa. Umevunjika kwa sababu kazi imeisha. Yaani watu wamevunjika moyo. Hiyo ndio kazi ya Yesu. Anasema alipopokea Roho alienda kuziganga roho zilizovunjika, kuwaponya waliovunjika moyo. Haleluya. Hata sisi ametuita hapa tuweze kunena nanyi ili muweze kupata uponyaji mliovunjika moyo kupitia kwa neno lake takatifu. Sehemu nyingine ndugu yangu, kuwatangazia mateka huru wao. Asante. Watu wengi wametekwa. Watu wengi wako matekani. Kuna wale literally wamefungwa jela, na kuna wale wamefungwa katika jela ya ulevi, jela ya uzinifu, jela ya kukaa katika uganga, yaani kutafuta misaada kwa waganga na wachawi na wasiri. Hiyo ni jela, na hiyo ndiyo Yesu amekuja kututangazia uhuru tutoke ndani yake. Haleluya. Kuna wametekwa katika madawa ya kulevya, kuvuta sigara na mambo mengine. Kuna wengine wametekwa katika mambo ya kucheza kamari, betting, yani atoki huko, wanacheza ndege, wameuza kuku, wameomba pesa, wako na madeni nyingi. Hiyo ni utumwa. Huko ni kuwa mateka, na ndio hao Yesu anataka kuwatoa hapo. Haleluya. Swali ni je, wewe unataka kuwa huru? Swali ni je, haya yote vile maandiko yamesema, je, Yesu aliyatimilisha katika matendo yake na kazi yake alipoanza kazi ya umma? Naam.
Tuosome katika kitabu cha Mathayo, Marko, Luka na John. Ni kweli Yesu alitenda hiyo kazi, si ni kweli? Aliponya wagonjwa. Unapoona hizo picha, vipofu wakaona, viwete wakatembea, waliokuwa na mapepo yakafukuzwa na kukemewa, hata waliokuwa wamekufa si alifufua? Mwalimu wangu, si alifufua? Alifufua yule mtoto, alifufua Lazaro. Haleluya! Alifanya hiyo kazi. Pia aliweza kubadilisha wengine ambao shetani alikuwa ameteka. Ndio maana tunakumbushwa leo. Yesu unakumbuka akisema wakati mmoja hivi, msifadhaike mioyoni, aminini Baba, niaminini. Tena si hivyo peke yake. Alipopata watu wamehangaika, wamelemewa na changamoto nyingi, alisemaje? Njooni kwangu nyinyi nyote mliofanya nini? Mliolemewa na mizigo mizito. Nitafanya nini? Nitawapumzisha. Na sio hivyo tu, wakati mwingine alisema hivi kwa wale walikuwa wamekata tamaa, yeyote yule ajaye kwangu sitamtupa. Hiyo ni Yohana 6:37. Yeyote ajaye kwangu sitamtupa. Hiyo ndio kazi Yesu alikuwa anafanya. Aliwapa watu matumaini, aliwahimiza. Alisema msifadhaike, hiyo ni John 14. Njooni kwangu mliolemewa na mizigo, Mathayo 11:28 mpaka 30. Na ingine pia akisema njooni kwangu sitawatupa, ni John 6:37. Fundi wa mitambo tusaidiane. Ni kama mtoto amepita, ndoto amepita akagusa mahali. Asante. Tunaendelea, picha itakuja tu. Kwa hivyo tumeona Yesu alifanya kazi na akatimiliza unabii uliotolewa kuhusu maisha yake. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Kwa hivyo tuamini hivyo ndivyo ilivyo, nasi pia anazidi kunena hivi leo. Yesu alitimiza. Na pia kuna wale waliokuja kwake kwa sababu ya dhambi, wakilia kwake. Yesu aliwaambiaje? Rafiki, umesamehewa dhambi zako. Yaani kuna ahadi nyingi katika Biblia. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, ahadi ya uponyaji iko. Haleluya. Kama umetenda dhambi, njoo kwa Yesu. Anasema ukiungama dhambi zako, 1 John 1:9, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, atakusamehe kabisa. Haleluya. Ukija kwake, hata kama umetenda dhambi nyingi, ukikubali, John 6:7 anasema yeyote akikuja kwake atamtupa. Na pia kama umetenda dhambi, ukienda katika kitabu cha Luka 5:20 anasema hivi, rafiki, umesamehewa dhambi. Haleluya. Yaani ahadi zake ni tele. Na kama ni magonjwa, Zaburi 103 anasema hivi, atakusamehe na kukuponya na magonjwa yako yote. Ama ni udhaifu wako na shida uko nazo, katika Zaburi 103 mstari wa 12 kwenda chini anasema hivi, anajua sisi ni mavumbi tu, atuhesabii udhaifu na unyonge wetu, atatusamehe ayavute yote. Haleluya. Huyo ndio Yesu tunayewapea, huyo ndio Yesu tunayewaita kwake. Haleluya. Amina. Kwa hivyo hata leo bado anatoa ahadi. Unapoona hiyo picha, watoto, hiyo ni picha inakukumbusha nini katika Biblia? Ukiona hiyo picha, unajua kumbuka nilileta zawadi zangu. Yule alipata jana na nilileta yake, mwingine akipata na wapeana. Ukiona hiyo picha watoto, inakukumbusha nini katika Biblia? Hiyo ni story ya nani na nani? Haya basi, mumefeli hiyo, ni kama zawadi hamtapata. Huyu ni mwanamke aliyepatikana katika uzinifu, aliyeletwa kwa Yesu. Na alipoletwa, wale waliomleta walitaka Yesu atangaze kifo kwake, apigwe mawe afi, si ndio? Lakini Yesu alifanya nini? Akawaangalia, kainama, si ni kweli? Akaanza kuandika. Na unaposoma hiyo historia ni kwamba walianza, wale waliomleta walikuwa pia wamelala na wamezini naye. Na ukumbuke wanapomleta hivi, kosa la kwanza walifanya ni gani? Maandiko inasema katika Agano la Kale, ukitenda uzinifu. Kwani mwanamke anafanya uzinifu peke yake? Si ni wawili? So wakaacha mwingine wakaleta mmoja, tayari wamekosea. So badala Yesu ya kuwakemea, yeye alitaka wao wenyewe Roho awasomee na kuwashitaki katika nini? Nadhira zao. So akaanza kuandika chini. Na swali ni je, huyu mwanamke Yesu alimuwezesha ama kumwezesha?
alimwezesha. Soma Yohana 8, mwalimu nisomee. Ni kwa maana alikuwa ni kweli ametenda dhambi, lakini sikia vile Yesu alimwambia. Kitabu ni cha Yohana 8 verse 11. 11. Nasemaje? 11 inasema hivi. Akamwambia, hakuna Bwana. Ansia 10. Yaani mwanamke, si Yesu ameandika kila mtu ameona makosa yake kutoka mkubwa mpaka mdogo, wakaenda. Yesu akainuka akauliza mwanamke, je, hakuna washtaki wako? Soma. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Akajibu aje? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? 11 akamwambia, hakuna Bwana. Hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Hiyo ni neema. Wala mimi sikuhukumu. Hiyo ni neema. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Haleluya. Amina. Swali ni je, huyo mwanamke aliwahi rudi katika dhambi tena? Hapana. Na ndiye alikuwa wa kwanza kumuona Yesu alipofufuka. Haleluya. Amina. Yesu alimpa uwezo ama kumpa uwezo? Alimpa uwezo. Ndio maana tuliona ile fungu la Yohana 1:12 kwamba wanaompokea Yesu anapapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Alipotii alienda hakutenda dhambi tena. Ndio maana wote wanaompokea anawapa uwezo. Leo hivi ukikubali, Yesu atakupa maisha yenye nini? Uwezo. Ukimkubali Yesu leo, atakupa maisha ya uwezo. Uache ulevi, uache uzinifu, uache mambo ya uganga, utakuwa. Ndio maana somo letu lilikuwa unabii wa wakati. Wagalatia 4:4 nasemaje? Hata ulipowadia utimiliwa wakati, Mungu alimtuma mwanawe. Swali ni je, ni wakati gani ulitimilika? Ni unabii uliotimilika, ulionenwa na nabii Danieli. Tunaingia unabii tuone, ili tuweze kumaliza. Ushahidi wa hisabati katika Biblia. Kuna evidence ya mathematics. Kama ulichukia mathematics shuleni, sijui tutafanya aje, lakini si ngumu. Ni rahisi. Yaani kwa Biblia kuna ushahidi hata wa mathematics kuhusu maisha ya Yesu. Haleluya. Waje tuangalie Danieli 9 mstari wa 24 mpaka 27. Soma mwalimu. Danieli ni 9 24 mpaka 27. 24 mpaka 27. Na inasema hivi. Nasemaje? Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishilisha dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Asante. Majuma mangapi? 70 yameamriwa juu ya watu wako. Nani anaeleza mambo haya? Danieli. Swali, watu wa Danieli walikuwa watu gani? Ni Wayahudi wa Israeli. Haleluya. Amina. Kwa hivyo wamepewa majuma mangapi? 70. Mnajua juma lina siku ngapi? 7. Kwa hivyo 70 mara 7, hizo ni siku ngapi? 990. Lakini kumbuka huu ni unabii. Haleluya. Katika unabii, siku moja ya unabii ni nini? Kitabu ni Ezekieli 4:6 na Hesabu 14:34. Maandiko inasema hivi, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Hesabu inasema hivi, kila siku kuhesabiwa mwaka. Kwa hivyo katika unabii, siku moja unabii ni sawa na mwaka mmoja wa kawaida. Hivyo inamaanisha haya majuma 70 ambayo ni sawa na siku 490 ni sawa na miaka 490 ya kawaida, ambao ni muda ulipewa watu gani? Watu wa Danieli. Ambao watu wa Danieli ni watu gani? Wayahudi. Yaani hiyo ni muda wa rehema waliopewa. Muda wa rehema waliopewa. Kwa hivyo siku hizi ambayo ni 490, majuma 70 ni sawa na miaka ya kawaida 490. Na hiyo ni muda wa rehema waliopewa watu gani? Watu wa Danieli ambao ni Wayahudi. Tuende mstari wa 25 tujue muda huu ulianza lini.
Basi na ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa kwa amri kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake za handaki. Naam. Katika nyakati za taabu. Asante. Kuna kitu kinaongoza hapo, ni kwamba tangu kuwekwa kwa amri. Haleluya. Yani from, hiyo ndio itatuongoza tangu kuwekwa kwa amri. Swali ni je, hiyo amri iliwekwa lini? Hiyo amri iliwekwa lini ya kujenga na kufanya nini? Na kutengeneza Yerusalemu, to build and restore. Hiyo ni nini? Tunaposoma katika historia tunapata kwamba huo mwaka ulikuwa mwaka wa 457 kabla ya Kristo. Huo ndio mwaka ambao amri ilitolewa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Artaxerxes, ama Kiswahili Atastashita. Yaani jina lingine ngumu sana. Tutalisoma utaliona. Hiyo ndio mwaka, ndio hiyo picha. Ukitafuta hata kwenye mtandao utaipata. Hiyo utaenda kusoma katika kitabu cha Ezra sura ya 7:11 mpaka 26, kwamba huo ndio mwaka officially mfalme huyu ambaye ameketi mnavyomuona aliweka amri, he made a decree kwamba Yerusalemu itengenezwe na kujenga. Huo ndio muda ulianza, ule muda wa mwaka wa rehema uliopewa watu wa Mungu wa Israeli. Hata ukitafuta kwa Wikipedia, wale ambao mnaelewa mtandao na mna masimu kubwa, mtapata hayo mambo kwamba mfalme Artashasta wa kwanza ama Artaxerxes alifanya amri ya serikali Yerusalemu ianzishwe tena. Haya mambo yako katika Ezra 7, Danieli 9 ambayo tumesoma, na pia utasoma chapter 1 ya kitabu gani mnaona? Nehemia. Haleluya. Na wale ambao mmekuwa mkienda mkifuatilia masomo ya uchambuzi wa Biblia, kuna wakati mmoja tulikuwa na lesoni inaitwa Ezra. Haleluya. Mnakumbuka mkisoma wakati Yerusalemu ilijengwa na shida, walikuwa na changamoto, walipigwa vita na maadui watatu: Sanibalati, Tobaya na Geshemu. Mnawakumbuka hao? Ndio hiyo unabii ndio huyo ulitimilika ukafikia. Kwa hivyo hiyo miaka 490 ilianza lini? Ilianza lini? Mwaka wa 457 BC. Lakini tena tumegundua hii majuma 70 yamekuwa divided sehemu ngapi? 3. Tumeona majuma 7, tumeona majuma 62, na kuna juma moja ndio ifike total 70, si ndio? Sasa tuanzie majuma 7. Haya majuma 7 ya kwanza ndio Yerusalemu ilijengwa. Haleluya. 7 weeks, hiyo ni siku ngapi? 7 weeks, hiyo ni siku ngapi? 49, si ndio? Na hiyo ni miaka 49. Kumbuka katika BC, wale mliosoma form 2 mathematics, kuna kitu inaitwa number line kwa negative, tunahesabu kwenda nyuma. So 457 minus 49, nisaidie haraka tupige hesabu kidogo tu. Yaani niwape kwamba Biblia ina historia ya dunia, hata iko na mathematics ndani yake. Haleluya. Haya, nisaidie. 457 minus 49, 408. Hiyo ndio mwaka hekalu ya Yerusalemu lilimaliza kujengwa. Lakini lilijengwaje? Wakati wa taabu tele. Mbona? Utaenda usome Ezra, uende usome, utapata walipiwa vita na Geshemu, Tobaya na Sanibalati, maadui wa watu wa Mungu. Waliposikia kwamba wanajenga Yerusalemu na kuta zake waenda kuabudu, walikasirika. Yaani vile mnaona hata tunapokuwa na mkutano watu wafundishe ukweli, shetani pia anakuwa na vita zake, hataki watu pokee kweli. Vita vinaendelea, pambano kubwa bado linaendelea. Haleluya. So tukitoka 408 tukuje sasa 62 weeks. Amen. 62 times 7, tena piga hii hesabu, lazima tupige. Piga haraka. 62 times 7, 434 minus 408. Hiyo ndio iliisha. Maandiko inasema Masihi akaonekana. Hebu piga haraka tuangalie.
26, si ndio? Very good. But kumbuka hatuna mwaka unaitwa 0, unaongeza 1. Kwa maana tunapohesabu miaka hatuhesabu 0, ndio maana utaongeza 1. Haleluya. Itakupatia nini? 27. Sasa turudi tena. Tumeona tangu kuweka amri kutakuwa muda, alafu Masia ataonekana. Si kweli? Kuna majuma 7 imetuleta mpaka 408 BC. Hekalu likaisha. Tena kuna majuma 62 ambayo imetuleta mpaka mwaka gani? 27 now AD. Ndio Masia akafanya nini? Akaonekana. Swali. Wale mlienda shule mkafanya siari. Jina Masia inamaanisha nini? Masia ni Kiebrania. Inamaanisha nini? Aliyepakwa mafuta. Haleluya. The anointed one. Masia and Christ is the same. Christ ni Kigiriki na Masia ama Messiah ni Hebrew. Haleluya. Inamaanisha the anointed one. Question: ni lini Yesu alikuwa anointed? Tumepata ni wakati wa ubatizo. Tumeshasoma kutoka hapa awali. So ni lini Yesu alibatizwa? Kulingana na hii hesabu tumepiga 27 AD. Haleluya. Kuna watu wanafuatilia, Mungu awabariki sana. Kwa hivyo officially imagine kwa hesabu ya Biblia unajua ni lini Yesu alifanya nini? Alibatizwa. Yesu alibatizwa mwaka gani? 27. So kumbuka tumetoa wiki 7, si ndio? Ikatuleta mpaka 408 BC Yerusalemu imejengwa. Tukatoa 62 weeks ikatuleta 27 AD. Yesu amekuwa officially Masihi kwa ubatizo wake. Ukiongeza 7 plus 62 ni ngapi? Ni ngapi? Lakini total ya wiki zilikuwa ngapi? 70. Meaning kuna moja imeba. Haya, tusafiri pamoja. Kwa hivyo 69 weeks ni sawa na 483 days, kwa maana ni 69 times 7. Haleluya. Na hiyo ndio imetuleta, hiyo miaka imetuleta kabisa. Hapo ndio Masihi ameonekana, ambaye ni nani? Yesu. Na ni nini aliitwa Masihi? Ni wakati alibatizwa. He was anointed. Sasa tumepiga hiyo. Ni nini imebaki? Imebaki jumamo 1 week. Si ni kweli? Yerusalemu ilijengwa wakati huo, na ndio hiyo utasoma Ezra, mkono mmoja ulikuwa unajenga, mkono mwingine umeshika silaha. Why? Kwa sababu ya wale maadui. Ndio maana Biblia ikasema itajengwa wakati wa taabu tele. Haya, haleluya. Haleluya. Wangapi tuko pamoja? Hii hesabu hata kama inaonekana kuwa ngumu, lakini si ngumu. Sinaeleweka? Haya, tuende kasi. Sasa kumbuka tumetoka hapa tukitoa wiki 69 inatuleta mpaka mwaka gani? 27 AD. Ambapo Yesu alifanya nini? Alibatizwa. Yesu alifanya nini? Ndio officially akaitwa Masihi. Haleluya. Sasa tuanze kutoa. Tulitoa hivi ndio ikatupatia 26. Lakini kwa sababu hatuna 0 years, tumeongeza 1 tukapata, because 457 kutoa ni 0. Hatuna mwaka inaitwa 0. Haleluya. Ndio maana tukaongeza 1. Lakini pia kuna formula nyingine inatusaidia tupate kweli ni hakika Yesu alibatizwa mwaka wa 27 AD. Tuende kitabu inaitwa Luka chapter 3. Soma Luka chapter 3. Enda huko. Mtumishi Luka ni 3. Anza kusoma. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tibero. Mwaka wa ngapi? Wa 15. Wa kutawala kwa nani? Wa kutawala kwake Kaisari Tiberio. Pontio Pilato. Alipokuwa liwali wa Uyahudi. Naam. Na Herode mfalme wa Galilaya. Na Filipo ndugu yake. Na mstari wa 3. Naam, mstari wa 3 unasema akaficha nchi yote iliyo karibu na Yordani. Huyo ni Yohana. Akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Nani yeye anahubiri? Yohana. Ni nani alibatiza Yesu? Yohana. Tuende verse 21 tuone akimbatiza. Mwaka huo ndio Yesu alibatizwa. Tuangalie 21. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa. Naam. Na Yesu naye amebatizwa. Na Yesu akafanya nini? Amebatizwa. Yesu alipobatizwa ilikuwa mwaka wa 15 wa kutawala kwake nani? Tiberio. Tuko pamoja? Naam. Tuko pamoja.
mwaka wa 15 wa kutawala Tiberio, ndio hiyo Yohana alikuwa anahubiri na akapatiza watu, na akapatiza nani pia? Yesu. Ukisoma kwa historia, Tiberia alianza kuongoza mwaka wa 12. Andika chini wale mnako na kalamu. Sasa tumia kalamu yako. Ndio maana tunawaambia beba kalamu na mahali pa kuandika. Haleluya. Alianza kutawala mwaka ngapi? 12. Sasa tumeambiwa saa hii ameshatawala miaka ngapi? 15. Huo ni mwaka gani? Ongeza, because hiyo ni AD. Ongeza mniambie. Ongeza. Kumbuka alianza kutawala mwaka wa 12, 12 AD. Na sasa hii chapter 3 natuambia akiwa mwaka huu ambao Yesu anabatizwa ameshatawala miaka mingapi? 15. Si tumesoma? So huo ni mwaka gani? 27 AD. Si ndio? 12 plus what? 15. Haleluya. Hiyo ni formula nyingine ya kugundua kweli Yesu alibatizwa mwaka wa 27 what? Tumeweka nini? Tick. Haleluya. Haleluya. Haya, ndio hiyo tumeshasoma. Mwaka wa 15 wa kutawala kwa nani? Kaisari nani? Tiberio. Alianza kutawala mwaka gani? 12. Na ametawala miaka ngapi? 15. Ukiongeza 15 na kupatia nini? 27 AD. Kwa hivyo tumeconfirm mara mbili kwamba kweli Yesu alibatizwa mwaka gani? 27 AD. Ndio hiyo nimeshasoma Daniel 3:1, samani Luke chapter 3 verse 1 na verse 3, na kawaambia tena mkasoma ngapi? 21. Haleluya. Kumbuka Masihi ni jina la Kiebrania, ni sawa na Kristo Kigiriki, yote inamaanisha nini? Aliyepakwa mafuta. Na tumesoma na tumerudia kwamba Yesu alipakwa mafuta katika nini? Ubatizo wake. Mto gani? Mto gani? Yordan. Haleluya. Na hiyo jambo pia linaelezewa kwa undani katika kitabu cha Matendo 10:38. Mwalimu unaweza soma tena? Na Matendo 10:38 inatuambia katika ubatizo wa Yesu alipakwa mafuta. Soma. 38 nasema 10:38, yes. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Asante, imetosha. Naam. Swali. Maandiko imesema aje? Mungu alimpaka mafuta kwa kupokea nani? Roho Mtakatifu. Ni wapi tunaona mara ya kwanza Yesu anapokea Roho Mtakatifu? Ni katika ubatizo wake. Na maandiko tena imeongeza zaidi kisema alipopokea Roho akaenda huku na huko akifanya kazi. Na ni kweli. Immediately Yesu alipobatizwa ndio officially alianza kufanya kazi. Haleluya. Hii siku zingine zote hakufanya kazi, kwa maana unabii ulisema hivyo mpaka apokee Roho Mtakatifu. Tulisoma Isaya 61, ndio officially akaanza kazi yake ya umma. Haleluya. Amen. Unaona lakini vile maandiko yako matamu. Unaona vile maandiko iko sawa, lakini unaona unabii unavyochambua maneno inatupa historia na habari njema. Wangapi wamebarikiwa? Naona hii mambo kweli ni matamu, ni vizuri tusome tuelewe. Amina. Mungu abariki. Haleluya. Amina. Haya, ndio maana ukisoma sasa Marko 1:15, elewa inamaanisha nini. Mwalimu soma. Marko 1 verse 15. 15. Inasemaje? Nasema hivi. Akisema ansia 14 ndio tuunganishe hiyo. 14 nasema hata baada ya Yohana kuitwa gerezani, baada ya Yohana kuchukuliwa gerezani, kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Wacha niwaulize swali. Yesu anaposema wakati umetimia, ni wakati gani huu umetimia? Yaani officially amekuwa Masihi na ameanza kazi ya. Na sio hivyo tu, pia ni matangazo kwa watu wa Danieli ambao ni Wayahudi kwamba zile siku mlipewa majuma 70 tayari 69 zimeisha. You have only 1 week to put your house in order. Are we together? Munanielewa wapendwa? Yani alitangaza hilo tamko peke yake kwa mtu ambaye alikuwa amesoma maandiko, alikuwa amechambua unabii. Ilikuwa inamkumbusha kwamba officially Yesu amekuwa Masihi, na tuko na wiki moja peke yake ambayo ni siku 7 ambayo ni sawa na miaka 7 ya kawaida
ya kujiandaa kabla mlango wa rehema hujafanya nini? Hujafungwa. Wakati umetimia. Haleluya. Sasa tuone tulifika wapi? 27 AD. Wacha tuone ile wiki moja ilibaki ilienda wapi na ni nini natufundisha. Danieli 9:25 na 26. Soma mwalimu. Danieli ni 9:25 na 26. 25 na 26. 25 inasema hivi. Inasemaje? Soma mwalimu. Na mwalimu, samahani. 25 inasema. Enda 26 kwa sababu ya wakati basi. 26 inasema. Na baada ya yale majuma 62. Ngoja kidogo. Na baada ya yale majuma mangapi? 62. Tulipomaliza majuma 62 ilituleta mpaka mwaka wa 27 AD. Si ni kweli? Naam. Haya, tuendelee. Naye atakuwa umeruka. Masihi atakataliwa mbali. Asante. Already Yesu amebatizwa 27 AD, si ndio? Sasa baada ya hiyo 62 wiki zikiisha, ni nini tatendekea Yesu? Masihi atakatiliwa mbali. Kukatiliwa mbali ni kufanya nini? Kuuawa. Yaani Kiingereza ukisoma cut off. Atauawa. Endelea mwalimu. Naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naam. Rudia 26. Kuna jambo hapo tena nataka nisisitize. Inasema hivi. Na baada ya yale majuma 62, Masihi atakataliwa mbali. Naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu. Nikisoma kwa tafsiri nyingine ya Kiswahili naweka vizuri, wala si kwa ajili yake mwenyewe. Na ni kweli ukisoma kwa maandiko. Swali, mbona Yesu alikufa? Mbona Yesu alikufa? Kwa ajili ya dhambi zetu. Ndivyo ilivyo. Ukisoma kwa Kiingereza naweka vizuri, he was cut off but not for himself. Haleluya. Amina. Yesu akufa kwa ajili ya nafsi yake. Haleluya. Alikufa kwa ajili ya nani? Yako na yangu. Akafia dhambi zako na zangu. Badala ya mimi nawe tupotee, akakubali achukue mauti tupate uzima wa nini? So Yesu atakufa. Sasa alikufa lini? Tena Biblia itatuambia ni mwaka gani? Endelea kusoma 27. 27. Naye atafanya agano dhabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Ngoja. Kumbe tumepata ile wiki yetu moja mahali ilienda. Haleluya. Amina. Si tulimaliza wiki 69. Zilikuwa 70. Tumepata ile moja ilibaki ilienda wapi? Kumbe ile wiki moja ilibaki kuna kitu Yesu alifanyia. Alifanya nini? Alifanya agano thabiti na watu wangapi? Wengi kwa muda wa juma moja. Tuendelee. Na kwa nusu ya juma hiyo atakomesha sadaka na dhabihu. Thank you. Naam. Nusu ya juma ni ngapi? 3.5. Tulikuwa tumefika 27. Hiyo 27 ilikuwa mid-year. Ukiongeza 3.5 itakuleta mwaka wa 31. Haleluya. So 31 AD nini litendeka? Yesu alikufa kwa kifo cha msalabani. Na katika kufa kwake alifanya nini? Akakomesha sadaka na nini? Dhabihu. Akakomesha sadaka na nini? Na dhabihu. Haleluya. Amina. Wakati Yesu alikufa, alikomesha nini? Sadaka na dhabihu. Ndio maana John 1:29 nasema hivi, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Unakumbuka wakati ule, wakati watu walikuwa wanatenda dhambi, walikuwa wanaleta mwana kondoo, si ni kweli? Alileta mwana kondoo kwa ajili ya dhambi za. Sasa Yesu alipokufa akamaliza mambo ya nini? Kafara. Ndio maana unabii nasema katika nusu ya hiyo juma ambayo ni 31 AD atakomesha sadaka na dhabihu. Wangapi leo wakitenda dhambi analeta mbuzi kanisani na chinja, anatoa damu, anateketeza kwa ajili ya dhambi zake? Kunaye? Mbona? Nani aliikomesha?
Yesu katika kifo wapi? Msalabani. Ndio maana alipokufa kuna kitu ilitendeka katika kanisa. Nini ilitendeka? Soma 15:38 Marko. Alikomesha sadaka na dhabihu katika nusu ya ile juma aliyofanya agano thabiti. Endelea. Marko 15:38. 15:38. Inasemaje? Biblia inasema hivi. Pazia la hekalu likapasuka. Pazia la hekalu likapasuka. Vipande viwili toka juu hata chini. Kutoka juu mpaka chini. Kuonyesha mambo ya kafara imefanya nini? Imekwisha. Haleluya. Amina. Sasa kumbuka tumebakisha miaka 3.5 tena. Si kweli? Hiyo ukiongeza inatuleta mwaka wa 34 AD. Yale majuma 70 yakafanya nini? Yakaisha. Ni nini ilitendeka ili kumaliza mambo ya historia ya Waisraeli na mlango wa rehema kufungwa? Kuna jambo lilitendeka. Kwa hivyo Yesu amekufa mwaka gani? 31 AD. Na hiyo ndio inawakilisha ile kafara ambayo ilikuwa inatolewa katika madhabahu. Haleluya. Ile tunasoma kwa sanctuary. Amina. The burnt sacrifice. Haleluya. Amen. Na kabatizo tumeshaona. Sasa katika mambo hiyo tumefika nusu ya ile juma. Si ni kweli? No. Na kuna 3.5 imebaki. 31 ndiye amekufa msalabani. Nini litendeka? Ilipoongeza hiyo, ukiongeza inatuleta mwaka inaitwa 34 AD. Hiyo ndio hiyo majuma 70 yanafanya nini? Yanakwisha. Ni nini ilitendeka mwaka 34 AD? Wale mmesoma historia. Nini ilitendeka? Tusome hiyo. Matendo 7:54 mpaka 60 tuone. Ni nini ilitendeka? Ndio mlango wa rehema ukafungwa kabisa kwa taifa la Israeli kuitwa taifa teule la nani? La Mungu. Na Matendo ni 7:54 mpaka 60 inasemaje? 54 mpaka 60. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Basi waliposikia maneno haya, walisikia maneno ya Stefano. Naam, wakachomwa mioyo. Wakachomwa mioyo. Wakamsagia meno. Wakasaga meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu. Huyu Stefano alipokuwa amejaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akitazama mbinguni. Akaangalia mbinguni. Akauona utukufu wa Mungu. Na Yesu akisimama upande wa mkono wake wa kuume wa Mungu. Naam. Akasema, Tazama, naona mbingu zimefunguka. Nimeona mbingu zimefunguka. Na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Nimeona Yesu katika upande wa kuume wa kiti cha enzi wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu. Hao ni nani wanapiga kelele? Waisraeli waliomkataa Yesu, wakamsurubisha. Na baada ya hata Stefano kutoa ushuhuda kwamba mliyemsurubisha mkamkataa amefufuka, ako wapi? Na ni kweli Yesu yalipaa. Si alifufuka akapaa? Ndio wasomea Warumi 8:34 nasema alipaa ameketi katika kiti cha enzi upande wa kuume. So Stefano kwa roho akaonyeshwa, akaona, anashuhudia hao ambao waliomkataa ili wamkubali, watubu, wapate wokovu. Badala ya kutubu wakakasirika. Mwaiona mtu akihubiriwa ukweli na kasirika? Anaanza kukasirika. Anapepa mawe, anataka hata kupiga wahubiri. Hiyo ndio vitu vilitendekea Stefano. Alipowaambia ukweli Yesu mliyemkataa, Mwana wa Mungu mliyemsurubisha, mkamtema mate, mkamsurubisha uchi wa mnyama, amepaa na ako wapi sasa hivi? Upande wa kuume wa kiti cha enzi. Nimemuona. Wakakasirika. Wakafanya nini? Wakampiga kwa mawe. Wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Sauli by the way ndiye alikuwa witness hapo kabla akuje kuokoka. Alikuwa witness, akasema maliza huyo, akahakikisha wamemaliza yeye kabisa, akatia saini, wakachukua nguo zake. Lakini kwa hicho kitendo taifa la Israeli ambao lilikuwa taifa teule, mlango wa rehema ukafanya nini? Ukafungwa. It is no longer a chosen nation. Tuko pamoja? Hapo ndio mlango wa rehema ukafanya nini? Sasa atakayeokoka ni mtu binafsi
atakayemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haleluya. Amina. Sasa sio Israeli hii inapigana vita na Gaza huko na Hezbollah nini. Unajua kuna watu wamefundisha unabii huo wa uongo, huyo ni wa shetani, wakisema Israeli ni watu walikuwa wakati ule, lakini ilipofika 34 AD mlango ulifanya nini? Sasa ni mtu binafsi atakayemkiri Yesu na kumpokea Mwokozi wa maisha yake ndiye atakayeokolewa. Sasa Waisraeli sio wale Middle East, ni Waisraeli wa kiroho. Soma kitabu inaitwa Warumi 2 mstari wa 28. Nisome. Sasa Waisraeli sio wale wa Middle East, ni yule atakayemkiri Yesu na kumpokea kama Mwokozi wa maisha yake na kutii sheria zake ndiye anaitwa Muisraeli. 2:27-28. 2:24. 24. Warumi, soma kwa haraka. Naam, kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu. Kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Kwa maana kutahiriwa kwa faa kama ukiwa mtendaji wa sheria. Gana 28 ndugu yangu, uko sawa? 28 nasema maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu. Sikia vile maandiko yanasema. Sasa Myahudi sio Myahudi yule alizaliwa huko Yahudi. Haleluya. Amen. Ni nani? Wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili. Na unajua walikuwa na identify na Mungu kwa tohara ya nje, si ndio? Biblia imesema sasa Myahudi sio yule amezaliwa huko Middle East, wala sio yule alifanyiwa tohara vile alifanyiwa kwa mfano yule Abraham. Ni nini? Inasema 29. Bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani. Yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani. Na tohara ni ya moyo. Na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko. Haleluya. Amen. Kwa hivyo Myahudi ni mimi na wewe tutakaye tupasha tohara na tunapotii na kumwamini Yesu. Haleluya. Soma Wagalatia pia 3. Mambo hayo tuhakikishe. Wagalatia 3:27. Soma. Hao ndio Wayahudi. Sasa Wayahudi sio wale wako huko Middle East. Wale ni fake. Yaani hiyo jambo nikinena kwingine nitaweza fungwa. Lakini sasa nitawaambia ukweli ndivyo ilivyo. Kulingana maandiko sio taifa teule, mlango wao ulifungwa lini? 34 AD. Soma. Wagalatia 3:26. Inasema hivi. Nasemaje? Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Naam. Endelea mpaka 27. 27 inasema maana ninyi nyote mliopatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. 29 inasema na kama ninyi ni wa Kristo basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa na ahadi. Haleluya. Kwa hivyo mimi na wewe ni Wayahudi kwa kiroho. Haleluya. Sio physically uko Middle East physical. Tumekuwa Wayahudi wa kiroho. Hivyo ndio hiyo historia imeonyesha wazi kwamba Daniel anaonyesha, wakaandika, wameonyesha vile Yesu angebatizwa, kifo chake, na pia vile mlango wa rehema ungefungwa, vile Stefano angepigwa mawe, ndio baadaye historia ya unabii waagiza hivyo. Kwa hivyo Yesu alikufa msalabani. Haleluya. Na alipokufa msalabani alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya. Amen. Na hakuna kitu, na alipokufa wengine wakafikiria hiyo ndio mwisho wake, si ni kweli? Wakasema amekwisha. Shetani akasherekea, hata akaleta jeshi la Warumi, wakaweka nini? Kitu inaitwa signal, samahani. Wakasign wakaweka stamp. They put their stamp there, wakifikiria watamulinda, wakaweka katika kaburi lake. Lakini swali ni je, Yesu akabaki kaburini ama alifufuka? Alifufuka. Haleluya. Ndio maana hata waimbaji wa Heaven Tagas wanaimba amefufuka toka kaburini kwa kishindo kikuu, dunia yatetemeka. Ameshafanya nini? Mauti yamefanya nini? Yameshindwa. Ndio maana Zaburi 16:10 nasemaje mwalimu? Na mwalimu, Zaburi 16:10. Yesu hayuko kaburini, ameshafufuka. 16:10. Biblia inasema maana
hutakuachia kuzimu nafsi yangu. Naam. Wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Haleluya. Amina. Dini na madhehebu makubwa duniani, waanzilishi wake na wanaoaminiwa walikufa na wako makaburini. Haleluya. Amen. Haleluya. Mnanielewa? Lakini nauliza nyinyi, dini zote zile kubwa, madhehebu ambao waanzilishi wao wakubwa walikufa, wako wapi? Kaburini. Na wanangoja nani awafufue? Yesu. Lakini wewe kama Mkristo, kama unaelewa maandiko na unasoma, unaamini Yesu tunayemwabudu ajafa, ako hai. Haleluya. We serve a risen Savior. Say amen. Amen. Yesu wetu tunayemwabudu yuko hai. Haleluya. Amina. Hayaishi milele, na maandiko yanasema anaishi akituombea. Haleluya. Amina. Hata walioanzisha mambo ya evolution wakisema tulitoka kwa tumbili, yeye mwenyewe alikufa na amezikwa. Ako wapi? Kaburini, ameoza. Lakini Yesu wetu anafanya nini? Yesu wetu anafanya nini? Anaishi, alishafufuka. Yesu wetu anaishi. Ndio maana anazidi kusema wale wote waliompokea na watakaompokea hata leo atawapa nini? Uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Alipokuwa duniani alifundisha, akafa, lakini alifufuka, na alikufa kwa ajili ya nini? Ya dhambi zako. Ndio maana leo unaitwa ukiambiwa, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya nini? Ulimwengu. Unaambiwa mtazame mwana kondoo wa Mungu, alilipa gharama ya dhambi zako. Nakumbuka maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Lakini leo hii ukikubali makosa yako, Yesu anasema hivi, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yesu peke yake ndiye ana uwezo wa kusamehe dhambi zako, kwa maana ni yeye alilipa nini? Gharama ya dhambi zako. Usijukasahau. Usijukasahau hivyo ndugu yangu, kuja ukiri dhambi zako kwa Yesu. Kubali makosa na dhambi zako. Kubali ulichotenda, mahali umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Unazidi kuitwa, tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Kumbuka, Yesu alitendewa mabaya tuliyostahili ili tupate mazuri aliyostahili. Alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu ambazo hakuzitenda, ili tupate haki yake ya bure tusiyostahili. Akafa kifo kilichokuwa chetu ili tupate kupokea uzima uliokuwa wake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Amina. Kumbuka aliyotendewa ulipaswa, ili tukapata haki yake. Ndio maana nakuita, mtazame mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya nini? Ulimwengu. Na kumbuka kwa kupigwa kwake mimi na wewe tumepona. Leo anataka umpokee. Umpokee, akupee uwezo wa kufanyika mtoto wa nani? Swali ni je, wewe umempokea Yesu? Wewe unayenisikiliza, umempokea Yesu? Na kama hujampokea Yesu, naomba nikupe hatua hizi za kipekee za kumpokea Yesu. Namba 1, ili kumpokea Yesu lazima ukiri kwamba wewe ni mwenye dhambi. Ni muhimu sana. Kumpokea Yesu lazima kwanza ukiri wewe ni nini? Ni mwenye dhambi. Kwa maana ndivyo maandiko yanasema. Namba 2, amini kwamba Yesu alifilia dhambi zako. Muhimu sana. Kumbuka Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zatu. Namba 3, njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Kuna watu tunakutana nao, tunaponena nao, mpe Yesu maisha yako, na kuambia mimi nazidi kutenda dhambi, sichakuwa sawa, nikikuwa sawa nitakuja. Nani alikuambia utakuwa sawa pasipo Yesu? Yesu anasema katika maandiko, kiri kwanza wewe ni mwenye dhambi. Amina. Amini alikufa kwa ajili ya dhambi zako na kuja ulivyo. Lakini ukishakuja hautapaki ulivyo. Haleluya. Kwa maana Yesu wetu anabadilisha. Haleluya. Anabadilisha. Na mwisho, ungama dhambi zako kwa nani? Kwa Yesu. Kwa maana ndiye atakusamehe na ndiye atakusafisha. Haleluya wapendwa. Amina. Na mwisho,
mukaribishe Yesu ndani ya moyo wako ili upate nguvu na uwezo juu ya dhambi. Haleluya. Tumejifundisha leo unabii kuhusu historia, kazi na maisha ya Yesu hata vile alienda mbinguni. Haleluya. Na tumeona hakika tunaweza amini neno la Mungu kupitia kwa unabii wa Danieli, kwa maana umetoa habari zozote. Lakini zaidi tumeona maisha ya Yesu, alilipa bei yetu na tumekaribishwa leo tumpokee. Na kama hujawahi mpokea, tumepewa mwelekeo jinsi ya kumpokea. Namba 1, ukiri kwamba wewe ni mwenye dhambi. Namba 2, amini kwamba Yesu alikufia dhambi zako. Namba 3, njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Njoo ulivyo. Ukija hiyo ulevi ataumaliza. Haleluya. Kubali, kwa maana umeshakubali ukuje kwake, atakusaidia atoe kiu. Atatoa kiu ya uzinifu, atatoa kiu ya kwenda uganga, atatoa. Namba 4, ungama. Yaani kuungama ni kukiri kweli, Yesu, nimekuwa nikilewa, nimekuwa nikizini, nimeenda ugangani, nimefanya 1 2, nimekuwa nikiiba. Na mwisho umkaribishe katika maisha yako. Wangapi jioni ya leo wanasema kweli neno la Mungu ni tamu? Kweli historia na unabii inaeleza habari za Yesu. Mimi ningependa nimpokee katika maisha yangu, na mtaka katika maisha yangu anipo uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Simama. Amina mtumishi. Simama. Simama watu wa Mungu, nyinyi wazuri. Simama kwa kukuja miguuni pa Yesu. Hii muda tunatumia hapa tupotezi. Haleluya. Tunawekeza na Mungu atabariki kazi yetu na maisha yetu. Amina. Na ninaomba kwamba baada ya maombi, kama kuna yeyote kati yetu hajampa Yesu maisha yake kwa njia ya ubatizo, uweze kuniona nikuandike tunapowaandaa kwa ajili ya ubatizo wa Sabato. Tuombe. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu, mwenye uwezo, mamlaka na nguvu, wewe unayetujali, upendo wako ni mkuu, ni upendo sio na kifani. Wewe unayetujua sisi ni mavumbi tu, ambayo inafuta maovu yetu yote, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, unayafutilia mbali. Amina. Lakini umetupa himizo na matumaini ya kipekee, kwamba leo tunaweza kupokea katika maisha yetu. Amina. Tukipokea utatupa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amina. Na hata wale ambao wamekaa katika dhambi sana, ulimwezesha Mariamu, na ukweli ile kiu ya uzinifu iliisha. Alikulaki wa kwanza ulipofufuka. Amen. Tunaona ulipea wengine uwezo, hata sisi leo tukikubali utatuwezesha. Amina. Sasa saidia yule mama, saidia yule baba, saidia yule kijana, saidia yule mtoto anayelilia mzazi wake, pia mkomboe na umsaidie. Na atakaye kupatia uzima wake leo, utampa uwezo kufatika mtoto wa Mungu. Amen.